Tangu tarehe 29 Watanzania tulitakiwa kuwa tumesharejea kwenye amani na utulivu wa nchi yetu kwa 100%. Kwa nini tumechelewa kurejea kwenye amani yetu kama tulivyozoea? Jambo la kwanza la muhimu sana ni kwamba kuna wachochezi au kuna wachongezi. Biblia inasema katika Mithali 26 mstari wa 20, moto hufa kwa kukosa kuni, na bila mchongezi fitina hukoma. Sasa tuna wachongezi upande wa watawala na tuna wachongezi upande wa raia. Ili fitina ikome, lazima hawa wachongezi pande zote mbili za watawala na pande za raia ziache kufanya tabia ya uchongezi. Kingine, kamata ya kila siku inayotiliwa mashaka. Watu wanaenda kukamata wamevaa uninja au wamebebelea silaha, wanaenda kumkamata hata silaha hana. Hebu hiyo kamata inayotisha vyombo vya usalama, hebu jaribuni kuangalia namna nyingine ya kukamata. Ikiwezekana yanayohusiana na haya mambo, hebu miaache kwa muda au mbadilishe namna ya ukamataji. Lakini kingine, maswali ya kila siku ya kilichotokea tarehe 29. Watanzania tunajua kilichotokea, tuliona, tulishuhudia. Hebu niombe maswali hayo yaachwe. Wote tunajua majibu yameshatolewa, tunafahamu. Hebu maswali hayo yanaleta uchochezi na kuongeza fitina. Lakini kingine, kauli zinazotamkwa zilizoashiria udini, niombe tuziache. Viongozi wa dini, kwa dini zote, Waislamu kwa Wakristo, kauli zinazoonesha udini hebu ziache, kwa sababu tunapochagua rais hatuchagui awe imamu, hatuchagui awe mzee wa kanisa, hatuchagui awe shehe wa msikiti. Tunachagua atakayewaongoza Watanzania kwa pamoja. Tunachelewa kurejea kwenye amani yetu. Hebu niombe tu kila mmoja kuwa na staa, pima maneno yako kabla uzungumze. Tunahitaji kurejea kwenye amani haraka kupita vile ambavyo wewe unafikiria. Mungu awabariki.